Na wale wote waliouawa tuko na postmortem reports zao. Zinaonyesha waliuawa na risasi za polisi. Wote walipigwa nyuma wakitoroka polisi. Hakuna yule alikuwa anakabiliana na polisi. Walikuwa wanafanya nini? Wanatoroka. So Western yote, we are still mourning. Na tunaambia watu wa Kenya Kwanza wakija Western siku hizi 5, wasiongee kwa njia ya madharau kwa mambo ya maandamano. Wajue they have shed innocent blood. Waluya bado wanalia watoto wao. Waje kwa heshima, waje taratibu. Na walituongelesha wakasema, Raila, Azimio simamisha nini? Maandamano. Si tulisimamisha. Na baba ametutuma twende tuzungumuze shida zenu. Tuambie Bwana Ruto, hawa watu wanaenda maandamano sababu kuna njaa. Ama huko hakuna njaa? Na hiyo tunasema hata wakijaribu kuzuia hapa Kenya hii, kama Azimio tumeamua tutaenda hadi ile mahakama ya ulimwengu ICC. Hallelujah. Kuhakikisha haki inatendeka. Mnakubali hiyo? So tumekuja kuomba familia hizi watupe ile postmortem report, watupe ile death certificate na kitambulisho ya hawa vijana wetu. Cha kushangaza, ushahidi ambao tumepata kwa hawa watu 70 ni kwamba walipigwa risasi kwa mgongo wakifanya nini? Wakitoroka. Sheria hairuhusu polisi, na huyu Wajakoya amefanya na polisi, kutumia bunduki yake kwako wewe mwananchi ama risasi kama yeye mwenyewe hayuko hatarini. Yeye nitakiwa akushike na akupeleke pale korokoro. Kuna vijana wamepigwa risasi, vijana wawili kutoka Butula. Tunatakana tuende huko saa hizi. And please, Ruto, I want you to make, this is my final statement, I want you to come out in the open. Nyinyi mlianza mambo ya kuleta bei namna hiyo. We came up, we asked you. You refused, tukaenda maandamano. Maandamano imelete talks of which the only lawyer sitting on that is Eugene Wamalwa. If you're so stupid, you will not be there. That's why I'm mentioning him as our next kingpin. Wakati tumeanza mazungumzo, the same Gachagua is saying that tunaenda kusukuma mambo haya. Tunataka postmortem report. Tunataka ile evidence ambayo tulikuwa nayo. Tuko na team ya mawakili. Gachagua, stop lying and I'm not afraid of you. Ni kijana alikuwa anaitwa Duncan Simiu Okelo, 24 years. 7 mwezi wa 7 mwaka huu alipigwa risasi kutoka nyuma. Katokea hapa mbele. Kisumu ni kibarua alikuwa ameenda huko. Sasa hiyo siku ya maandamano akakumbana na hiyo kifo yake. Tunalilia haki itendeke. Ndio kijana hakuwa mwizi, hajai kosea mtu. Ile tu alikuwa kwa shughuli zake akakumbana na